السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهادياً إلى صراط الله المستقيم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. أما بعد، إخوة الأماجد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtolea sala na salamu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa katika darasa la usafi wa moyo, na jana tumeeleza miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kukusaidia kudumu ala at-tahara, tumetaja ni taqlilu at-ta'am, kupunguza kula, kisha vile vile na kupunguza vile vile an-naum, kupunguza kulala, na vile vile kupunguza kuzungumza maneno ambayo hayana maana, kama walivyosema ulama na tumetaja jana, man kathura ta'amuhu kathura nawmuhu wa man kathura nawmuhu kathura kalamuhu wa man kathura ta'amuhu wa nawmuhu wa kalamuhu la yabqa lahu min suluki ila Allah subhanahu wa ta'ala illa sura. Yule ambaye atakula sana atalala sana, na anayelala sana atazungumza sana, na yule anayekula sana akalala sana na akazungumza sana, huyu picha ya asir na usafi wa moyo huwa picha siyo ya hakika, ni picha ya maneno wala sio picha ya vitendo. Na tukataja kwa hakika, na leo pengine tujaze mazungumzo yetu katika suala la kupunguza kula, taban katika dhawabit, katika taqlidu at-ta'am. Na tumemwona al-Imam Malik rahmatullahi alayhi kana yatanawal wajaba wahida, alikuwa anakula only one meal a day. Kwa hivyo kwa sababu chakula chake ni mara moja kwa siku, hahitaji yeye kwenda haja, kwa hivyo atabaki ala tahara kwa muda mrefu. Kwa hivyo anaweza kuwa na udhu ya dhuhur akakaa nao mpaka udhu wa magharibi, na ni amrun adi, ni jambo la kawaida. Au mwingine akawa na udhu wa dhuhuri mpaka al-isha, wakati wa kulala pengine ama kwenda kukidhi haja yake, kwa sababu mwanadamu anatikana adumu ala wudhu'in wa ala tahara, kwa sababu tulizozieleza. At-tahara hiya al-hisn au at-tahsin
Tahara ni kinga kutokamana na balaa, ni kinga kutokamana na macho ya hasidi, ni kinga kutokamana na sheitani, na ni kinga vile vile katika khawatir yanompitia mwanadamu katika bongo lake, mawazo ambao ni msukumo katika kufanya mabaya. Kwa hivyo at-tahara ni hifadhi ya kuweza kumhifadhi mwanadamu kutokamana na matatizo kama haya. Hivyo ukitaka kudumu katika tahara, labudda min taqlili ta'am, lakini huwezi tukapunguza chakula kwa mpigo mara moja. Ahlullah wanasema ala sabili almathal, wewe wala at least uache lukma au lukmatain, uacha tonge ama tonge mbili. Moyo wako ama nafsi yako yatamani kula, umekula kiasi, lakini unawacha lillahi ta'ala. Mimi sitaki kuongeza chakula lillahi ta'ala. Lengo lake kama tulivyosema, nipate nguvu ya kuweza kufanya ibada na kufanya taa. Kwa hivyo unapunguza chakula chako kile cha meza. Kama ulikuwa unakula chapati 3, fanya chapati 2.5 pole, na nafsi yako ikishazoea, wahakadha tadrijian, utapunguza pole, na hii itakupa nafasi almudawama ala tahara, kudumu katika tahara. Na jambo lingine wanazuoni wanasema vile vile tuwe na tajriba ya asiyam. Baada ya Ramadhan kuna saumu ya 6, na baada ya saumu ya 6 kuna saumu ya al-ithnain wal-khamis, kisha kuna ayami al-bid. Katika kila mwezi unaweza kufunga Jumatatu na Alhamis, na katika kila mwezi kuna masiku matatu yanafuatana yanajulikana ayami al-bid. Ujizoeleze katika hizi. Kwa hivyo ina maana utakuwa na wajaba ambao ni iftar, na wajaba nyingine ambayo kama ni suhur, 2 meals a day, ukala chakula chako cha iftar, na vile vile ukawa na wajaba hafifu katika as-suhur, katika zama la daku, kula chochote ambao ni tende na pengine kikombe cha maziwa au tende na maji kiasi, si kujaza tumbo lako, kwa sababu wewe ni asalik, wewe sasa ni mtu unataka kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fala budda an ta'taniya bidhawabit, hauna budi ushikamane na zile sharti ambazo zitakudumisha wewe kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu anatakana awache polepole, na kama alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, inna hadha ad-din matin, dini hii ni almatin, ni nzito. Fadkhulu fihi birifq au faawghilu fihi birifq, ingieni katika hii dini kwa upole, taratibu. Unawacha vitu tadrijian, usiwache kwa mpukupuo tu pap. Na unaona mara nyingi watu ambao lilasaf ibada yao waifanya kwa kasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mpigo mmoja, baada ya Ramadhani watu hawa huchoka. Lakini mwanadamu anatakana afanye tadrijian, aanze polepole. Na leo tutaangalia vipi timetable yako unaweza kuidhibiti katika hali ambayo inaweza kukupeleka pole pole, kwa sababu unapofanya mingi, mfano wewe ulikuwa uswali qabiliya, ulikuwa uswali baadia, ulikuwa uswali qiyamul layl, ulikuwa uswali tahajjud, ulikuwa usomi Qur'ani, wewe yote umeyaweka kwa siku moja, nafsi yako itachoka na utachukia ibada, na si lengo hilo. Kwa hivyo tadrijian, swali rakaa 2 qabiliya, umeona nishati iko, swali rakaa 2 baadia, baada ya swala hafifu, sirefushe sana, hafifu pole pole. Ukiona baada ya mwezi umeidumu katika ile hali, ongeza ibada. Na kama wanavyozungumza, na ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, ibada ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaopendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada inayoendelea, almudawama, inaendelea, haikatiki, wa in qalla, hata kama ni kidogo. Kwa hivyo wewe swali rak'atain, lakini umeswali rak'atain
baadia au qablia kwa muda wa mwaka mzima, ni ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Lakini wewe umejaza sala, umepiga raka 4 kabla, raka 4 baada ya hapo umeketi itikafu, umesoma Qur'ani, nafsi yako haijazoea, umechoka. Baada ya mwezi halas, na ndio hali ya wengi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibada ni nyingi, bismillah, mashallah, qiyamu tarawih na ni sawa, at-tahajjud ni sawa, anasoma juzu 5 kwa siku ni sawa. Baada ya Ramadhani amechoka, sema bana, mimi basi tangoja Ramadhani inaokuja. La, hii ni amali alhamdulillah, lakini si ahabbul a'mal, kwa sababu haina mudawama, haijadumu. Kwa mwanadamu anatikana awe na tartib, awe na timetable, awe na alqaima, list ya nini anafanya leo, na aiangalie nafsi yake iko vipi. Kwa hivyo tumeona katika upande wa kula, tumeeleza, tumepunguza. Katika kulala tumesema mtu wa kawaida kulala kwake ni 8 hours. Wewe usilale zaidi ya 8 hours, usilale zaidi ya 8 hours. Wewe weka takwimu na alam yako, only 8 hours is enough, kwa sababu hata ukiongeza kitiba, kimatibabu, kiafya, mwili wako hauwezi kufunction vizuri ikiwa wewe unalala zaidi ya masaa 8. Na pia ukipunguza chini ya masaa 8 bila taratibu ambao kwamba tunaoeleza, pia yaweza ukafanya ukawa mwenda wazimu. Kad ya jinn wahid, anaweza kawa mtu mwenda wazimu kwa sababu ya system yake ya kulala. Kwa hivyo Muislamu anayetaka kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwanza alokuwa kilala masaa 8 unapunguza polepole, si unapunguza kwa mpukupuo pap. Tumesema jana, asair ila Allah, yule ambaye kwamba ni mwenye anashughulika na asair ila Allah, analala masaa 4. Kwa hivyo wewe ulikuwa unalala masaa 8 afwan, umetaka kupunguza masaa 8 kwa mpigo mmoja, unataka kuswali kulala masaa 4. La, punguza dakika 10 pole pole. Wewe alamu yako ionyeshe masaa 7 na dakika 50. Angalia system yako kwa mwezi inakaa vipi, na ile dakika 10 ukiamka usifanyie upuzi. Ile 10 minutes umeikata katika usingizi wako, ishughulishe katika ibada. Ala sabil mithal, swali rak'atayn qabla al-fajr. Wewe unaamka ma'al adhan, ala sabil mithal, unaamka saa 11:30 kwa sasa unaamka saa 11:30. Wewe amka saa 11 na dakika 20. Ile dakika 10 kabla ya adhana ya alfajiri, chukua ibada yoyote, jishughulishe nayo. Ima ni dhikrullah, ima ni Qur'an, kwa dakika 10 tu. I-practice kwa mwezi mmoja. Jiangalie system yako, umepasi ama haujapasi, umeidumu katika hiyo ibada ama hujadumu. Kisha punguza tena dakika 10 zingine, kisha punguza dakika zingine 10. Every after 1 month reduce 10 minutes. Kila baada ya mwezi punguza dakika 10. Kila baada ya mwezi punguza dakika 10. Usipunguze kwa mpukupuo tu, kwa sababu wewe mwili wako ni system, na ile system yako kuikata mara moja inaweza kukuletea madhara. Kwa hivyo ukipunguza kula, vile vile punguza katika kulala. Na hivi ndivyo system inavyokwenda. Mwisho utakuja kuona wewe baada ya miaka 2 insha Allah, au baada ya miaka 4 utaweza ku maintain 4 hours sleeping, na ni system haidhuru chochote katika mwili wako. Almuhim ni kuwa chochote unachokikata katika timing yako, usishughulike kufanya jambo la upuzi. Mimi nimekata wakati huu, na wakati huu ni wakati wa ibada. Nimekata wakati huu ni wakati wa kufanya taa. Jaribu kushamiri katika zile nyakati ulizozikata za usingizi, kuweza kufanya katika ibada yako. Usikate alafu ukakaa ukaanza kufanya mambo ya kipuzi, la. Na hii inakuja tena mada nyingine, kupunguza mazungumzo.
Mazungumzo ikhwani fillah ni mambo ama ni jambo ambalo lina qima sana, lina uzito mkubwa sana katika maisha, hususan ya asairi ila Allah. Asairi ila Allah, yule ambaye anakwenda mbio kusafisha moyo wake, hazungumzi kwa maana anatamani tu kuzungumza, la, anazungumza wakati kuna haja ya kuzungumza. Na mazungumzo yake, anapozungumza anaangalia, je, mazungumzo haya yana faida ama hayana faida? Na hapa kila mmoja ajipime. Nikiwa na mimi mwenyewe nafaa kujipima. Je, katika kila topic ikizungumzwa na wewe unataka kutia comment yako? Umeingia pengine katika mtandao, umeona watu wanazungumza, it's a dialogue, na wewe unataka kuleta mchango wako. Huu mchango ambao unataka kuupeleka una faida gani? Au mazungumzo unaoyasikiliza yana faida gani? Tulizungumza katika siku za kwanza katika suala linalofungamana na manafir, zile tundu ama mianya inayoingiza uchafu katika moyo. Tumesema ni masikio, tukasema na macho vile vile yanatia uchafu katika moyo, na ulimi wako pia vile vile katika mazungumzo unayoyazungumza yanatia dosari katika moyo wako. Kwa hivyo wewe usifanye masikio yako ni mazbala, ni dumping site ya machafu ya wale wanaotaka kuzungumza machafu, wakaja wakatia katika masikio yako. La, lazima uangalie ni maneno gani unaoyasikiliza, yana faida gani katika mujtama, yana mchango gani katika imani yako, yana mchango gani katika maisha yako. Kama ni maneno hayana maana yote, khalas. Na tumesema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hawa ndio waja wa Mola subhanahu wa ta'ala, hawasikilizi upuzi, na wanapotaka kujibu watu wanaozungumza mambo ya kipuzi wanajibu kwa maneno ya faida, qalu salama. Kwa hivyo ulimi wako unaweza kukutia peponi na ulimi wako unaweza kukutia katika moto wa jahannam. Angalia hawa walosifiwa katika Qur'an al-Karim: minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Minan nabiyyin, nabiyina ni daraja ya juu, manabii. Kisha baada ya daraja ya manabii, as-siddiqin. As-siddiqin ni wasema kweli, na ndio katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatuambia, alaikum bisidq, jilazimisheni ulimi wenu useme kweli, useme maneno ya sawa. Fa inna as-sidqa yahdi ila albir, ukweli unampeleka mtu katika wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na maneno mazuri yale na ubora unakuchukua unakupeleka mpaka peponi. Wala yazalu alabd yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan, na mwanadamu hatoacha kuwa ni mtu mwenye kusema kweli, maneno yenye faida, anaendelea katika maisha yake mudawama ala dhalik, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Huyo ataandikwa katika mabango ya kule mbinguni kuwa fulani ni mkweli. Minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ulimi wako. Na ndio hata Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq amepewa maqam ya as-siddiqiyya, ambao ni miongoni mwa maqam ya daraja ya wilaya as-Siddiq, kwa sababu ya ulimi wake. Alipokuja kuulizwa, umemsikia rafiki yako amesema kitu gani? Anasema amekwenda zake kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis kwa usiku mmoja tu. Sisi tunapiga masiku na miezi kwenda na kurudi, yeye amekwenda kwa lisali moja, amekwenda na kurudi. Akasema Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, in kana qad qalahu faqad sadaq, ikiwa maneno hayo yametoka katika kinywa cha Mtume Muhammad ni kweli, kwa sababu sisi tunamwamini binaba'il a'la, sisi tunamkubali yeye kwa maneno ya juu zaidi ambao ni mbali kuliko hata Masjid al-Aqsa. Sisi tunaamini anapata mawasiliano ya kutoka mbinguni ambapo ni mbali
kuliko Al-Aqsa. Tutakataa sisi kumwamini kuwa amekwenda zake Masjid Al-Aqsa na kurudi? La, fa in qalahu faqad sadaq, ikiwa amesema basi amesema kweli. Ndio akapewa jina la As-Siddiq, ulimi. Wanasema wanawazuoni, aljawarih, hivi viungo, al-a'dha, viungo vya mwanadamu huwa vaiambia ulimi, vikiamka asubuhi vamwambia ulimi, ittaqillaha fina. Mkono unazungumza na ulimi, pengine masikio yetu hayasikii, lakini kuna lugha ya viungo. Miguu, kila kitu katika mwili inaiambia ulimi, ittaqillaha fina, mche Mola wako, kwa sababu sisi tutapata daraja kupitia ulimi wako. Fa in saluhta, ukiwa mwema wewe ulimi, saluhna, na sisi tunakuwa wema. Wa in fasadta, na wewe ulimi ukiwa mbaya, fasadna, na sisi tumeharibika, tumekuwa wabaya. Ulimi wako, angalia ni mazungumzo gani yazungumza. Na ndio tutakuja kumuona Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, kama inavyoelezwa katika historia, alikuwa anajiwe analiweka katika ulimi wake, mawe ndogo hivi, jiwe ndogo analitia katika ulimi wake. Mtu akija kumuuliza swali, kabla hajazungumza kwanza lazima atoe jiwe. Kwa hivyo anafikiria, haya maneno ninayoyazungumza ni maneno sahihi, ni maneno sawa? Ikiwa sio maneno ya sawa, anarudisha jiwe ndani. Pia hapa pia wanazuoni wanasema, qala baadhi ulama, pelelezeni katika viungo vyote, mlango ni mmoja tu. Jicho lako mlango ni mmoja, pua mlango ni mmoja, sikio mlango ni mmoja, na sehemu zinginezo zote mlango ni mmoja. Lakini ulimi una milango miwili. Una lips, midomo hii, kisha kuna meno. Yani wewe kabla hujafungua mdomo wako, hujafungua meno yako, ulimi kuzungumza, fikiria. Idha aradta an taqula shay'an fatadabbar aqibatahu. Wanazuoni wanasema, ukitaka kuzungumza na unataka kusema kitu, kabla haujasema fikiria nini natija ya mazungumzo yangu. Je, mazungumzo yangu ni mazuri au mazungumzo yangu ni ashari? Mazungumzo yangu yako katika hali gani? Gari KBR 875M, KBR 87M. Nifungia watu, inshallah ondosha. Kwa hivyo hivi ndivyo hali ya mtu ambaye ni sair ila Allah, anamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ajaribu kujiangalia kwa hali nzuri, maneno yake anayazungumza kwa hali gani na anajiweka katika hali gani, kwa sababu ulimi ndio unaofikisha mwanadamu katika daraja ya juu. Haya tukiwa tutayamaliza, tumesema na miongoni mwa mambo ambayo yatamsaidia huyu mwanadamu kuwa ni asair ila Allah, ni mtu anamwelekea Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa uzuri, ni kuwa na timetable. Usiishi maisha yako tu ya kipoa. You're a free man, yani wewe ukiamka kile kilichoko mbele yako utakachokifanya. La, kuwa na nidhamu. Wewe kabla hujalala una nidhamu ya kesho. Katika walimu utakuja kuona kuna kitu nakiita lesson plan. Hajaingia katika darasa, ana kitu kinaitwa lesson plan. Haingii tu kusomesha, anajua leo mimi nasomesha kitu fulani, nimeandika mada yangu, nitakuwa na maswali kadhaa, nitauliza wanafunzi mambo kadhaa, activities gani zitakuwa ndani, kuandika, wa hakadha hayatul mri'in. Hivi ndivyo maisha ya mtu anatekana awe nayo. Usiamke tu ukawa unajifanyia mambo kiholela. La, lazima uwe na taratibu. Na miongoni mwa mambo ya kwanza mwanadamu anatekana kujipangia katika timetable yake ni as-salawatul khamsa. Wewe katika timetable yako, katika shughuli yako ya kila siku, jiwekee masaa ya swala. Nina wakati wa salatul fajr, nina wakati wa salatu dhuhur, nina wakati wa salatu al-asr, nina wakati wa salatu al-maghrib,
nina wakati wa salatu al-isha. Na swala hizi ikhwani fillah, iwe mtu amejiwekea insha Allahu taala mudawama ala hadhihi salawat, uwe utasali salatu al-jamaa, umeweka zile nidhamu, lakini salatu al-jamaa, na salatu al-jamaa iwe msikitini. Kwa hivyo first priority ni sala ya alfajiri, nitaswali msikitini. Msikiti uliokuwa karibu na mimi ni gani? Nitakwenda kuswali salatul alfajr. Msikiti uliokuwa karibu na mimi nikiwa kazini ni upi? Nitaswali salatu dhuhur, wa hakadha. Salatul jamaa fil masjid. Taban kwa wanawake sala kwao bora ni nyumbani, na hata wakiwa nyumbani wajitahidi wanawake waswali salatul jamaa. Na hili ni jambo wanawake wanadharau mara nyingi. Kwa hivyo unamwona mwanamke anakuwa na kazi nyingi, kila mmoja anaswali room kwake. Watoto wa kike wana room yao, wanaswali kwenye room yao. Mama anaswali room yake, mfanyikazi anaswali sijui pengine ni sitting room. Lazima nyumbani muwe na sehemu panaitwa musalla. Nyumbani ukiwa una sehemu, basi lazima kuna mahali utengeneze paitwe musalla. Ndio mahali mnakutana kuswali jamaa. Sawa baba yuko, sawa ndugu zako hawako wa kiume, sawa hawako, nyinyi wanawake mswali salatul jamaa nyumbani. Hakuna mtu kuswali chumba chake, atakayeswali chumba chake iwe ni sunna. Hakuna mtu anataka kumuona, aswali sunna yake chumbani kwake. Lakini madamu tunaishi nyumbani, lazima tutenge mahali fulani. Ikifika saa 7:15 mfano, swala yasimamishwa, tunaswali jamaa. Mfanyikazi ni Muislamu, atawadhe tuswali salatu aljamaa, kuacha kila kitu, kwa sababu hii ni appointment na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na penginepo kama Mungu atatupa wakati katika saa zilizokuweko tutaizungumza kwa nini, na istishar, how do you supposed to feel unapoingia katika mlango na takbiratul ihram unaingia katika sala. Na kwa nini iwe salatul jamaa? Kwa sababu salatul jamaa kama ilivyokuja katika alhadith kwamba ni bora kuliko salatul fard bi 27 daraja. Sala ya jamaa ni bora kuliko sala ya mtu kusali peke yake kwa daraja 27. Kwa hivyo hii si swali la ule asair ila Allah anaweza kulipuuza. La, mimi nataka fadhl, nataka thawabu, nataka kuwa karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Na salatul jamaa ina daraja zaidi ya mtu anayeswali peke yake kwa daraja 27. Mtakwenda kuswali salatul jamaa? Naam, hizi ni bonus. Wewe umeambiwa ala sabili almathal, ukinunua credit ya shilingi 10 nyumbani kwako utapewa credit ya dakika 10. Lakini unapokwenda kununua credit ya shilingi 10 katika ofisi ya Safaricom ama penginepo platform tunazozitumia, utaambiwa utapewa kwa daraja 27. Tabaan utakuwa ukienda kila siku katika ile ofisi kwa sababu kuna bonus. Walillahi almathalul a'la. Salatul jamaa ima ni nyumbani ima ni msikitini ni bora kuliko sala ya mtu mmoja bi 27 daraja. Na kwa nini iwe salatul jamaa iwe msikitini? Naam, hapa pia kuna ubora mwingine, kwa sababu anta dhaifu rahman fi baitihi, wewe unakuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu katika nyumba yake. Umeingia msikitini Baitullah, umekadinisha mguu wako wa kulia, umesoma dua ya kuingia msikitini ala wudhu'in, uko katika wudhu. Anta dhaifu rahman, wewe ni mgeni wa Mola subhanahu wa ta'ala. Wahisi vipi ikiwa waswali swala ya Mola katika nyumba ya Mola? Atakukirimu vipi Mola subhanahu wa ta'ala? Tabaan ikram yake itakuwa kubwa zaidi kwa sababu wewe ni mgeni wake. Wa hakadha. Na haya ni maneno ambayo wanayazungumza wanazuoni, ni maneno ambao ni mambo anatekana mwanadamu kujipamba kwa kupunguza kula kwake, kupunguza kulala kwake, na kupunguza vile vile kuzungumza kwake, kwa sababu wanasema baadhi ya wanazuoni kuwa man irtaqa kullama irtaqa al-insan,
kullama irtaqa al-insan kullama qalla kalamu. Mwanadamu anapozidi kupata daraja ya kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na maneno yake hupungua, hawi si mtu wa kuzungumza ovyo ovyo, kwa sababu wakati wake ni thamini. Yeye anathamini wakati wake. Tumesikia vijana wengi, tumesikia na mandugu zetu wengi wanasema let's join hands together we kill the time, tushikamaneni pamoja tuue time. Mwanadamu hana wakati wa kuua time. Huyu ni mtu ambaye kwamba hana mission, hajajua maana ya alhaya, hajajua maana ya life kwake. Kwa wewe unapoua ile time, al-insan ibara an ad-daqa'iq wa sa'at. Mwanadamu ukimtafsiri umri wake ni zile seconds na zile hours zinazopita, ni umri wako unaopita. Na ndio atakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna. Utakuja kuona maisha yako yote, lifestyle yako yote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza. Alikupa ubarobaro, wewe ni kijana, una umri mzuri, una miaka 18, una miaka 25, una miaka 30, una miaka 40, una mwili mzuri, una afya nzuri. Umetumia vipi ujana wako? Je, umetumia ujana wako kupoteza time, kuua time, kufanya mambo ya kipuuzi? Utampa ripoti gani Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Wa an umrihi fima afna. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa 70 years, amekupa 80 years, amekupa 100 years. Haya, tupe takrir katika umri alokupa Mola Subhanahu wa Ta'ala, umetumia vipi umri wako? Kwa hivyo adh-dhaki, mwenye akili, man dana nafsahu, ni yule ambaye kwamba ameipanga nafsi yake, amejipangia vizuri, wa amila, na akafanya mambo ambayo yatakamfaidisha kesho siku ya Kiyama. Kwa hivyo sisi hatuna kitu tunaita killing time, tuue wakati, tumalize wakati. La, sisi kila wakati tunaokuwa nao ni thamina. Na ndio kullama irtaqa al-insan, kila akipanda daraja kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, kullama qalla kalamu, maneno yake yanakuwa machache. Ni mtu wa wisdom. Na wisdom, wise person, si mtu wa kuporopoka tu kuzungumza kila wakati. La, wise kama al-hikma wanavyoeleza wanazuoni, huwa wad'u shay fi mawdhi'ihi, ni kuweka jambo mahala panapostahili kuwekwa. Ndio al-hakim. Ukazungumza maneno mahali yanapofaa kuzungumzwa, na maneno yake yawe ni ibara mfupi kabisa. Hata katika ilmu ya balagha, ambapo wanafunzi wanasoma balagha, ni fasaha katika lugha ya Kiarabu. Mtu kuwa katika fasaha yake au kuzungumza kwake, anatakana awe na ibara ambayo kwamba ni mujaz, ibara fupi. Na ndio katika maneno mazuri wanavyozungumza wanazuoni ni maqalla wa dalla. Mawaidha na mazungumzo mazuri ni mawaidha ambayo kama ni mafupi na yamelenga maudhui. Umempa mtu nasiha, umempa mtu advice, very short, very brief and very direct. Kwa hivyo hauzungumzi tu maneno ukasema, la, unazungumza mazungumzo ambayo kama ni ibara ambayo kama ni mujaz na very direct. Na hapa subhanallah, kwa wanazuoni wanaoshughulika kukusanya hadithi za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hadithi zingine ukasikia zaitwa sahih, zingine zikaitwa dhaif kwa daraja tofauti tofauti. Baadhi ya wengi walioandika baadhi za hadithi wakasema ni dhaif. Ila yake ni kuwa waliona urefu wa yale maneno, kwa sababu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kama anavyosifiwa katika wasifu wake, alikuwa ni mtu mwenye maneno machache sana. Hata mwenyewe anazungumza sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami al-kalimi, mimi nimepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala jawami al-kalimi, ni maneno machache yenye maana mengi.
Kwa hivyo wanasema tulikuwa tunaweza kuketi kwa jalsa ya Mtume Muhammad, kikao cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na wale waliokuwa kando yake wakisikiza maneno waweza wakakwambia Mtume Muhammad amesema maneno kam 1 2 3 5 10, na kila mmoja ametoka mehifadhi, kwa sababu katika masahaba kulikuwa kuna hufadh, akisema tu wanahifadhi, they are criming, wana cram moja kwa moja. Akisema ukiona jalsa dakika 5 tayari washakram. Mtume amesema leo nini? Mtume alikuja akaelekea qibla, akamwangalia mtu fulani, akamwambia maneno fulani, kisha akasema 1 2 3. Akauliza sahaba mwingine akasema nafsul kalam. Walikuwa hufadh, na wengine walikuwa ni mudawwinun, walikuwa kidawin, wakiandika maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hata katika maneno mazuri ambao utakuja kuyaona ni maneno mafupi na yana maana makubwa sana, ni Sayyidina Muadh. Huyu ni katika watu waliopata bahati Mtume Muhammad kuexpress mapenzi yake kwake. Anamwambia, ya Muadh, inni uhibbuk, Muadh, mimi nakupenda. Unasikia vipi Mtume akikueleza nakupenda? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amwite sahaba, mwambie mimi nakupenda. Taban Muadh alikuwa na furaha kubwa sana kusikia mapenzi ya Mtume Muhammad anaeleza katika jamahir, mbele za watu, kuwa yeye anapendwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kisha akamfundisha hadithi hii, na ni dua: fala tad'anna dubura kulli sala, usiwache kila ukimaliza kuswali kusema maneno haya: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Haya maneno yangalie, ni mafupi sana, na wewe pia unaweza kuhifadhi: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ewe Mola, a'inni, nisaidie, ala dhikrika, kukutaja wewe Mola, wa shukrika, na kukushukuru Mola subhanahu wa ta'ala, wa husni ibadatik, na kufanya ibada yako vizuri. Kwa mwanadamu katika kucontrol maneno yake yanatakana yawe katika dhikr, yawe ni katika kumtaja Mola subhanahu wa ta'ala, yawe katika alfikr, kumfikiria Mola subhanahu wa ta'ala, au tadhkir, ama kukumbusha watu, unatoa mawaidha, unatoa nasiha, advice. Hivi ndivyo mwanadamu anatakana ashughulike. Lakini kuzungumza maneno ya kipuuzi hayana maana, la, sivyo mwanadamu alivyoumbwa. Wewe hukuumbiwa hilo. Na ndio mara nyingine katika some of advice, sisi hatufai kwa hakika kukimbia friendship, kwa sababu they are friends. Na mara nyingine marafiki wanaweza kuwa waovu, lakini tunawakimbia marafiki once you feel that you're weak. Unapohisi sasa huu urafiki, mimi am very weak, kile wanachokifanya I feel that they are dragging me, wananivuta kufanya maovu, then that means you're weak, wewe ndio dhaifu. Kwa hivyo ta'tazil dhalika al-ijtima', unatakana uwe mbali na kikao kama hicho, kwa sababu kila ukikaa na wao wanakuvuta katika maovu. Lakini ukifeel that you're strong, unaweza kuzungumza nao: guys, what you're doing is not right, hichi mnachokifanya sio sawa, ni makosa, billati hiya ahsan, taban, kwa mawaidha mazuri. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idati alhasana, zungumza nao kwa mawaidha mazuri, tell them, talk to them. Ukiona wamekusikiliza, ni tadrijian, ni mambo yanataka polepole, basi you can stay with them, lakini moyo wako usikae pamoja na wao. Unaweza kujaribu hilo. Wao wakawa wanazungumza mazungumzo, umezungumza nao, pengine hawakukusikia, and you cannot be far away from them. Pengine ni watu nyumbani hasa, pengine ni babako, pengine ni mamako, pengine ni shangazi, pengine ni marafiki wako wa kitambo, na isionekane sasa tangu Ramadhani hii huyu bwana khalas hataki tena story na sisi. La, wewe uko katika hali, you have to help them. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mawaidha hayaendi
mara moja tu, ni pole pole, kilma. Leo kuja na kilma kimoja, wape. Kesho njoo na kilma kingine, wape. Pole pole, and stay with them so that they can feel your part of us. Wewe ni moja katika sisi. Haya wanazungumza wanazuoni. Ukiwa utahisi pengine hawajasikia maneno yako, jitahidi moyo wako udumu katika dhikrullah. Maana mara nyingine ukisema kwa sauti na wao wanazungumza, wanaweza wakafanya pengine inad, lakini wewe moyo wako ianzishe. Hebu jaribu leo, keti pamoja na wenzako, lakini concentrate na moyo wako. Leta dhikrullah, anza na la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, sema mara 100. Wewe keti na tasbihi yako ama mkono wako, tulia, moyo wako iwache ifanye dhikri. So unaonekana uko pamoja na wao, lakini moyo wako uko karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, uko mbali na wao kabisa. Kisha ukimaliza zile dhikri, angalia mazungumzo yamebadilika, hayajabadilika. Ukiona mazungumzo sio, jaribu kuwakumbusha katika hali moja na hali nyingine. Hivi ndivyo mwanadamu anatakana kwenda tadrijian na polepole, na hali hii ni hali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kukupandisha daraja katika daraja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufikisha katika makamu makubwa. Kwa hivyo hapa, ili msione haya ni mazito sana, lakini kitu kikubwa ambacho kinaweza kutusaidia katika kupunguza kula kwetu, kama tulivyosema, kupunguza kulala kwetu na kupunguza mazungumzo yetu na kudumu katika dhikrullah na kufanya da'wa ya polepole, kuwavuta watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunatakana tusiwe mabakhili wala tusiwe mahasidi. Subhanallah, katika nukta ambayo tulizungumza ya hasad, nukta hii tulikuwa tumependa kuizungumza, lakini wacha nieleze sasa kwa sababu ya maneno. Ni kuwa katika Gulf of Arabia, na hii yapigwa mfano wa haraka kuwa ni al-Imarat, Emirates. Na tufahamu the Gulf, masha Allah, ni tajiri katika petroli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebariki ardhi ile. Ukichimba wewe kisima, badala ya kupata maji utapapana na petroli. Wenyewe wanasema black gold, dhahabu nyeusi. Na lilasa, katika masikitiko ni kuwa sisi ambao tunao petroli hatujui kuisafisha ile petroli. Kwa hivyo huwa tunahitajia baadhi ya engineers kutoka ng'ambo. Kwa hivyo mmoja anaelezwa hapa, alikuja akiwa mtu mzima, engineer kutoka Marekani ama kutoka Europe, ni mzungu, kafiri, si Muislamu. Starehe zake ni kunywa pombe, starehe zake ni kutembea na wanawake wachafu, starehe zake ni hizo kama tunavyofahamu. Basi akaja akafanya katika ile kampuni ya kusafisha petroli. Lakini subhanallah, kila anapoungana na Waislamu na anapozungumza nao, kwaingia kitu katika moyo wake, mpaka ikafika wakati sasa karibu ataritaya, atarudi zake Europe. Akasema, nitakuwa mimi ni muovu sana ikiwa nimeona the light and the right religion, na mimi nisikubali, nirudi kwetu kama nilivyoingia, na moyo wangu ushakubali, ushakinai. Sasa hapo alikuwa ni over 60 years. Basi akatoka, na huku nafsi yake iko katika ukweli, anataka kutulia kwa Mola na kuwa Muislamu mzungu. Akapiga hatua 2 3, alhamdulillah. Kule mwajua kila hatua kuna msikiti, kila hatua kuna msikiti, kona hii kuna msikiti, kisha kuna msikiti mmoja unajulikana kama Masjidul Jamia, msikiti wa Ijumaa. Kwa misikiti nyingine ikifika Ijumaa haifunction katika salatul Jumaa, lakini kila kona ukienda wewe kuna masjid au musalla. Kaenda moja katika msikiti pale, jamaa wanamjua, akabisha. Yule shekha akamuona, akamwambia, karibu, ingia msikitini. Una nini wewe mzungu?
Akasema bana, mimi nataka kusilimu, nina mambo gani ambao naweza kufanya niingie katika dini ya Kiislamu? Yule bana alikuwa ni hasid, lilasaf. Huu ni hasid, hawataki wengine khairi. Unajua kuna hasid utaki riziki, huyu hataki mtu aingie katika dini ya Kiislamu. Akamwambia, haya, wewe una miaka mingapi wewe? Mimi nina over 60 years now. Akamwambia, samahani, wewe miaka yako ishapita, isha expire, you cannot be a Muslim. Akamwambia, why? My age? Yes, your age. Age yangu nanizuia mimi kuingia katika dini ya Kiislamu. Akamwambia, wewe miaka yote unakunywa pombe, miaka yote unalala na wanawake wachafu, miaka yote unafanya gambling, miaka yote kadha wa kadha, alafu leo after 60 years unataka tuingie peponi na sisi? Sisi tumezaliwa tukiswali, tukisunga, tukifanya, alafu leo tuingie na wewe peponi? Your age isha retire. Maskini mzungu akatoka kichwa chake upande, akalia sana. Mimi nilikuwa wapi? Mbona sikusilimu wakati huo? Amekwenda nyumbani kwake, hajatoka karibu 5 days, yualia, ana raha. Akaja mmoja amemkosa siku mbili, hey my brother, what's wrong? Wallahi nafikiri katika mambo nilofeli katika maisha yangu ni kwa nini sijasilimu mapema. Akamwambia, it's okay, hata sasa unaweza kusilimu. Akamwambia, no, nimeambiwa umri wangu umeretire. Umri wako umeexpire vipi? Shekhe fulani msikiti fulani mwamjua, yuaja hata ofisini kwetu huku, ameniambia mimi nimeshinda maisha yangu na kunywa pombe, nafanya kadha wa kadha, leo niingie tu na Waislamu peponi? Na mustahili. Akamwambia, taa. Kamshika mkono akampeleka kwa shekhe mwingine. Akamwambia, hakuna age katika kusilimu, nenda kwa yule shekhe. Akaenda pale akazungumza naye yule shekhe. Akamwambia, nani amekupa hiyo? Si sheria katika dini. Yala untuq bishahada, zungumza, sema shahada sasa hivi. Akamshika mkono akamlisha shahada, akaingia katika Uislamu, na huku joyful tears sema alhamdulillah. Akamwambia, mimi nataka kuzungumza na yule bwana ambaye amekataa uingie katika Uislamu. Ni nani? Akamwambia. Akachukua simu akampigia, Sheikh, 3 days 5 days back amekujilia mtu anataka kutubu, anataka kuingia katika dini ya Kiislamu. Kwa nini unamzuia? Ya Sheikh, huyu jamaa mfanya mstari zote bana, ataingia vipi pamoja na sisi peponi? Mwache na yeye nje motoni apate adhabu yake. Ndio utamzuia vipi? Mungu na rahma ya Mola Subhanahu. Wewe uloswali una hakika gani utaingia peponi? Wewe uloswali miaka yote una hakika gani utaingia peponi? Usiwazuie watu na rahma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo tunatekana tuweko, qu anfusakum wa ahlikum nara. Tusiwe ni mahasidi wa ndugu zetu katika kupata reflection. Wewe umepata faida katika mawaidha, ala sabil mathal, share with your brothers. Waambie, fanyeni hivi mtaingia katika taa, fanyeni hivi mtaingia katika taa. Inakuwa ni sadaqatun jariya kwako. Kwa hivyo wewe ijaribu nafsi yako na moyo wako, unapokuwa pamoja na wao dhikrullahi ta'ala, utaona polepole na wewe unapokuwa pamoja na wao wanakuona wewe ni katika sisi, na wanapokuona ni katika wao utaona hizi reflections zaingia moja baada ya nyingine. Tukishaweka hizi timetable kama tulivyoeleza, timetable yetu ya sala tumeweka. Taban ukiwa kazini, na haya ni maneno lazima tuwe wazi, ukiwa kazi, umepewa kazi, ni amana. Kazi ni amana. Usiibe time yako ya kazi kwa sababu ya kufanya ibada yako. Ili jambo natakana mulielewe vizuri sana. Mara nyingine yatokea mtu amewacha kazi yake, ameshika Qur'ani yasoma, jambo nzuri, lakini wewe wakati huu unatakana ufanye ni muhasib, pengine ni accountant, kuna hesabu zimekuja, ni amana. Hiyo dhikri na Qur'ani ifanye katika free time yako. Usitumie katika kazi ambayo kwamba wewe umepewa na mtu, utakuwa unafanya madhambi. Utakuwa unafanya madhambi. Na taban ukifanya ile kazi kwa nia, wakati huu mimi nataka kufanya dhikri, lakini kazi niko nayo, utaandikiwa thawabu ya dhikri. Kwa hivyo sisi mara nyingi tuna kesi kadhaa
tuna kesi mashule, tuna kesi katika kesi zingine ni makazi. Kwa fulani amepewa time 15 minutes, go and pray, yeye anachukua 1 hour mzima, 1 hour mzima. Alafu akiambiwa chochote, bwana mimi nimetoka kuswali. Kwa nimetoka kuswali, naam, lakini ametia stories za watu, amekwenda sijui amefanya kadha, 1 hour mzima. Hii ni makosa katika kazi. Kwa hivyo pengine yule mwenye kazi amekwambia tutakupa sisi nusu saa, tumia nusu saa nyingine, rudi katika kazi, ifanye kwa sababu ni amana. Usiibe haki ya watu kwa kisingizio kuwa unafanya ibada, la. Na waila ueleze wale wafanyikazi au wale mabosi wako, mimi nina saa 4 huwa na dakika 10 ya kuswali salatu dhuha ala sabil mithal. Kwa hivyo dakika fulani mimi ni timetable yangu ya kuswali salatu dhuha ala sabil mithal, nina nusu saa fulani nitasoma Qur'ani, lakini hakutoharibika chochote katika kazi yako. Kwa hivyo usiharibu kazi kwa sababu pengine umejiwekea mipango ya ibada, na hizi ni kesi zinapatikana. Na kile utakachokifanya madamu ni kazi ya halali na ni riziki ya halali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuandikia kwa kile ambacho ulikuwa umekinuia. Inshallah wiki inayofuata itakuwa ni Jumatatu, tutaingia katika mlango sasa wa sala. Tuanze kutizama katika kutawadha, tutazame katika adhan. Mtu anatekana ahisi nini anapokwenda katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, unahisi unakwenda kutoa deni? Wasikia dhiki, ni swali mara moja nimalize deni? Yani wewe unafurahi ukiswali ama unafurahi baada ya kuswali? Haya ni maswali tutakuja kuiangalia Jumatatu. Tofauti yake ni kitu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azisafishe nyoyo zetu. Ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik bimannika wa judika imtinanika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.